Uongozi ni uwezo wa kimaumbile aliotuumba nao Mungu wa kusababisha jambo litendeke katika mwelekeo na lifikie kufaulu. Pia uongozi ni njia ambayo Mungu alitupa ya kimaumbile ya kuweka utaratibu katika jamii ili wakuwe na umoja, ushirikiano, uwiano na amani. Na kwa sababu hiyo uongozi una kanuni nyingi. Kanuni ni sheria zinazotumika na viongozi kuelekeza kilele cha kusudi au kilele cha jambo. Kila kitu duniani kiliwekewa kanuni zake. Wataka kutajirika, kuna kanuni zake. Wataka kuwa na ndoa nzuri, kuna kanuni zake. Mwataka kuoana, kuna kanuni zake. Wataka kununua gari, kuna kanuni zake. Wataka kuingia kwenye kilimo, kuna kanuni zake. Wataka kuwa mchungaji, kuna kanuni zake. Wataka kuwa mwimbaji, kuna kanuni zake. Hakuna jambo duniani ambalo mwanadamu atalifanya lisiloongozwa na kanuni, lisiloongozwa na sheria ambazo zinafanya hilo jambo lifanyike vizuri na lifaulu. Hakuna. Kuongoza taifa kwa hitaji kanuni za kuongozea. Mradi unaongoza watu, kunahitajika kanuni za kuwaongozea. Na kwa sababu hiyo kila mmoja aidha anajua ama hajui, tumetumia hizi kanuni bila kujua katika kuongozea maisha yetu na mambo yanayohusu maisha yetu wakati kwa wakati. Lakini swali linaibuka hapa ya kwamba basi kwa nini mara nyingi, si mara chache, si mara kidogo, kwa nini watu wengi hawafaulu? Kwa nini katika maisha tunayoyaishi tukiwa hapa ulimwenguni, katika taifa letu la Kenya, manyumbani kwetu, kwa nini mara nyingi mambo yale watu wanayofanya na kuyaishia, kwa nini hayafaulu kulingana na wanavyotarajia? Jibu ni hawajui kanuni zinazoelekeza jambo na kanuni za wakati wa kufanikisha lile jambo mtu analolifanya. Tuko mpaka pale? Na kwa sababu hiyo, kwa sababu mambo yanomzunguka mwanadamu ni mengi, mahitaji yanomzunguka mwanadamu ni mengi, makusudi ya mwanadamu ni mengi, matamanio ya mwanadamu ni mengi, basi hayo mengi yanadai kanuni nyingi ili yatimie vizuri na yalete ufanisi. Hivyo leo nataka nishiriki nanyi kanuni moja. Na kanuni zote zinazoongoza mambo, hakuna moja iliyo kuu, hakuna moja iliyo dhaifu ama ndogo. Lakini leo nataka nianze na kanuni inaitwa kanuni ya ufanisi au kanuni ya kufaulu. Wanaoandika Kizungu andika the law of victory. The law of victory. Kanuni ya kufaulu. Kila mmoja katika ulimwengu huu hutamani kufaulu katika kila jambo, katika maisha yako, katika mambo unayoyatamani, na katika mambo yote, hata kulea watoto, kusomesha watoto. Kila mmoja anatamani jamii yake ifaulu. Na hivyo kutamani kunaitwa matamanio. Na hivyo tutakuja kujifunza kanuni moja ambayo huwa inaanzisha kila kitu kifaulu. Na kanuni hii inaitwa kanuni ya matamanio. The
of ambition. Hutafaulu duniani kama huna matamanio. You will never succeed in this world if you lack ambition. If you lack desire, you cannot be victory. Huwezi kufaulu kimaisha. Hata maisha ya kiroho yana kanuni yake. Kwa hivyo kanuni ya kwanza ambayo naenda kushirikiana na nyinyi ni kanuni ya kufaulu. Na kanuni hii imetapakaa katika Biblia yote. Una watu waliofanya mambo waliofanya na maisha yao kupitia kanuni hii na wakafaulu. Alafu nitakueleza kwa nini kanuni ya kufaulu hufungua mlango wa kufaulu kwingine. Kwa hivyo leo nataka twende tukaangalie maandiko kutoka Injili ya Yohana mlango wa 9 aya ya 1 mpaka aya ya 34. Ni kisa kinachomhusu Bwana wetu Yesu Kristo akiwa amekutana na mtu aliyekipofu. Kwa hivyo kisa hiki ni mazungumzo kati ya Yesu na mtu aliyekuwa kipofu. Ni kisa kizuri, ni story nzuri. Ukisikiliza unasikia raha, unasikia kujengeka. Picha katika mawazo yako ya story hii hujiandikisha yenyewe, na utajiona ni kana kwamba uko pale, na kuna mazingira atakayojengeka kwenye akili yako wakati tunaposoma story hii. Jiunge na mimi katika kuyasoma maandiko matakatifu. Kitabu ni Injili ya Yohana, mlango ni wa 9 aya ya 1 hadi ya 34. Neno la Bwana laanza kwa kusema hivi: hata alipokuwa akipita akamuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi? Ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho. Akamwambia, nenda kanawe katika birika la Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi ameona. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, nayo ilikuwa Sabato hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa kuona, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi
kufanya ishara kama hizo, ukawa matengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona. Hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona, wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha wafikiana ya kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Ndiyo sababu wale wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Basi mara ya pili wakamuuliza yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu, sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui, najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuwaambia wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshutumu wakasema, wewe umwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu kwamba ninyi hamumjui atokako, naye alinifumbua macho. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Jina la Bwana libarikiwe. Kisa hiki ndicho tutakacho kitumia kujifundisha kanuni ya kufaulu ama kanuni ya ushindi. Story hii haina haja ya kuregelewa. Inazungumzia habari za mtu aliyezaliwa kipofu. Kuna vipofu wakazaliwa wakaja wakashikwa na ugonjwa ndio wakawa vipofu. Huyu alizaliwa tayari haoni. Na ili tujue ni kipofu, si kama vipofu wetu wa kufanya kujifanyisha na wahubiri wetu walaghai. Ati mtu amefumbuliwa macho halafu anamwambia, hii ni rangi gani? Ni rangi nyekundu. Ulijuaje ni nyekundu? Kipofu anasikia watu wakisema rangi nyekundu, lakini haijui hata akafunguliwa macho. Hiyo ndo dalili ya mtu aliye kipofu. Ndiposa alipoulizwa ni yupi, akasema ni Yesu. Yuko wapi? Sijui. Kwa hivyo ukiendelea pale mbele utaona alikutana na Yesu na hamjui kwa sababu alikuwa kipofu. Ndiposa Yesu alipomuuliza, je, unamwamini mwana wa Mungu? Akasema, ni yupi Bwana? Ni mimi nini mbele yako hapa? Akainama chini yake. Lakini hatutaenda kueleza kwa utaratibu hiki kifungu kinavyosema. Tunataka kwenda kuangalia hicho kifungu chote na kisa chote, halafu tuangalie kanuni ya ushindi inavyofanya kazi. Kipofu huyu alikuwa miongoni mwa jamii ya Wayahudi.
Jamii ya Wayahudi inatajwa hapa ya kwamba ilikuwa na dini ambayo inatunza sana siku ya Sabato, na hii ndio shida ya watu wa Sabato. Watu wa Sabato afadhali wafe kwa kutetea siku ya Sabato, lakini ni mwenye dhambi. Very great sinners. Watu wabaya sana wa Sabato. Na hata kama wananisikia, ninawaambia neno kwa neno la Bwana, waenda motoni kama jambo lako kuu ni Sabato, si Yesu Bwana wa Sabato. Kuna watu wanajisifia makanisa, yani hivyo wanafikiria kwa kujisifia kanisa lake, mimi ni msabato, mimi sijui ndio unaenda mbinguni, nawe ni msharati mkubwa, huendi mahali popote. Hasa kisa hiki kinahusisha kipofu. Bwana Yesu, familia ya kipofu na Wayahudi na majirani zake. Hasa alipokutana Bwana Yesu na kipofu, wanafunzi wake walikuwa na maswali. Walisema, Bwana, na siku hiyo ilikuwa siku ya Sabato, ingawaje baadaye ndio tunajua ilikuwa siku ya Sabato. Wanafunzi wake wakamuuliza, kwa sababu inaonekana sasa wanafunzi wake wanaona ili mtu apatwe na matatizo ni awe na dhambi. Kwa hivyo wakati mwingine tutakapojifunza tutaenda kuangalia, je, matatizo tunayopitia yanasababishwa na dhambi? Kitabu cha Ayubu kinaleta jibu zuri. Nasema si kila matatizo na majaribu yanayokupata ni kwa sababu umefanya dhambi. Majaribu mengine na matatizo mengine yanakuja kwa sababu ya kupima imani yako basi. Si mateso yoyote yanakuja kama matokeo ya kufanya dhambi. Basi wanafunzi walikuwa wanajua hivyo, ya kwamba kila apataye shida amefanya dhambi. Na hiyo ndio picha iliyo hivi sasa. Wahubiri wengi wanajifanya kana kwamba hawa watu wanaohubiria ndio wenye dhambi, ndio wenye matatizo, ndio wao wanagonjeka. Wao hawagonjeki, familia zao hazina pepo, mama yake hana pepo, dada yake hana pepo. Kazi ni kutoa pepo mama za wenzao na kutoa pepo bibi za wenzao, wake yeye hana. Maana ukiwa pastor huna pepo, washirika ndio wana pepo. Hiyo inaitwa imani ya kuwahukumu watu. Na kila wakati hatumhubiri Yesu, tunahubiri kazi za shetani na kumuinua shetani kila anachofanya. Wanafunzi wakasema, Bwana, tunakuomba utusaidie na kitu kimoja. Huyu ili azaliwe kipofu, ni wazazi wake ndio walifanya dhambi ama ni yeye mwenyewe ndio azaliwe kipofu? Bwana Yesu akasema, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, ila imefanyika hivi kwa kusudi moja, kazi za Mungu ziwe wazi kupitia huyu, zidhihirike kupitia huyu. Kwa hivyo shida nyingine na dhiki nyingine husababisha kazi za Mungu zidhihirike katika maisha ya wale wanaopitia hayo matatizo. Lakini huko siko tunakolenga. Kupitia kisa hiki tunataka kwenda kuangalia the law of victory, kanuni ya ushindi. Na alipomaliza hivyo Bwana Yesu hakuomba ruhusa, akamwambia wataka kuona. Hakumuuliza ya kwamba mimi nataka kukusaidia, lakini njia nitakayotumia nitatupa mate chini nitengeze tope. Mgonjwa haulizangi maswali daktari atakayemdunga sindano ni wa kike ama ni wa kiume. Mwanzo haja. Ukiona mgonjwa anasema, siheri nije nidungwe na daktari mume, jua si mgonjwa. Si mgonjwa. Nasema hivyo kwa sababu huyu kipofu mpaka anawaambia ya kwamba alitupa mate chini akatengeza tope akanipaka. Huyu alikuwa amesikia Yesu akitupa hizo tope, hayo mate. Kama hakuhitaji kupona angesema basi unanipaka mate. Alipotengeza tope na pitia mate akampaka, halafu akamwambia nenda kaanawe. Kunawa ni kuosha uso katika ziwa la Siloamu. Maana yake Siloamu ni aliyetumwa. Alipoenda kuosha uso akaona, kesi ikaanza. Wakati haoni hakuna kesi. Wakati anafanya kupapasa, watu wa kushika dini haiwahusu. Kama huhubiri Injili, Jehovah's Witness hawana shida.
kuhubiri injili. SDA hawana shida. Ukumbuke sana madhehebu ya uongo. Kwa nini? The time kukiwa na revival Kenya, injili kubwa kubwa, wakati hatuhubiri injili, hutaona mihadhara. Pepo mkubwa kabisa. Weka injili za kufatana, utasikia hapa Mtwapa kutakuwa na mhadhara. Pepo kazi yake ni kupinga kazi njema za shetani, za Mungu. Yaani huyu kipofu yuko hapa anaomba, Mafarisayo hawana shida. Very much peaceful, wana amani. Wakati alipoona ushupavu wao wa kujua dini na sheria za neno la Mungu la Musa, huu tayari sema, ulipataje kuona majirani zake? Sema, akawaeleza hicho kisa. Yuko wapi aliyekufanya uone? Wanamuuliza hivi si kwa sababu wana raha, wanamuuliza hivi kwa sababu amefanywa ameona siku ya Sabato. Wangepewa uwezo wa kumregesha kipofu, wangemregesha kipofu kwa sababu ingawaje yoona, lakini amefanyiwa muujiza siku ya Sabato. Hasa matatizo yanaanza hapo. Walipoelezwa Yesu ametupa mata, akatengeza tope, akanituma nikanawe zote, soma hawakutosheka na hilo. Hawafurahii ameona. Bio mpaka kwa Mafarisayo wakaenda kuripoti, umefanyika jambo ambalo si sawa kulingana na Torati. Huyu anaitwa Yesu ametengeza tope, akampaka yule kipofu ombaomba kwenye macho yake, akamtuma aende akanawe ziwa la Siloamu. Hata hivi tunavyosema basi anaona. Na mnajua leo ni Sabato. Hawashughuliki kabisa, hawana haja kabisa ya alichokuwa ametendewa. Twendeni vizuri, mtajua kanuni ya ushindi ilivyo. Mafarisayo wakamuita, wakamhoji, na akawaeleza hivyo alivyoeleza wale wengine. Yesu amekuja, akatupa mate kwenye matope, akatengeza tope, akanipaka, akaniambia nikanawe ziwa la Siloamu, ndio ninaona. Hawakuamini, wasema leta wazazi wake, anaweza kuwa huyu ni mwongo, anajifanyisha. Wazazi wake walipoulizwa wasema, kweli ni mtoto wetu, lakini ya kwamba tulimzaa akiwa kipofu, lakini ya kwamba anaona leo hata sisi vinatungalaza, vinatustaajabisha, hatujui. Kwa hivyo kuhusiana na alivyoona, muulizeni mwenyewe, ni mtu mzima. Na wamemuuliza tayari, wakamuuliza mara ya pili. Hasa huyu amekasirika kwa sababu sasa anaona hawa hawafurahii kwamba anaona, na mimi naweza kuona magari yakipita, naweza kuuliza sasa nini, nikamwambia ni maembe, ile nayo ni maembe ya masala. Hawafurahii, amejamu sasa, maana si kipofu tena. Akasema, kwani mnaniuliza mnataka kwa wanafunzi wake? Nasema, sisi si wanafunzi wake, sisi ni wanafunzi wa Musa. Labda wewe, sisi tunajua huyu hakutoka kwa Mungu. Anasema, nashangaa kama nyinyi mnasema hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haijatokea wakati wowote mwenye dhambi kuyafungua macho ya kipofu. Ila hata nyinyi wewe mnajua, kila mwenye haki Mungu humsikia. Kwa hivyo mimi nashangaa kama nyinyi hamumjui huyu. Sema, wewe nenda zako mwenye dhambi, wewe naona wewe ni mwanafunzi wake. Sisi hatu wanafunzi wake. Jambo linalotokea kwenye kisa hiki ni ili kuwe na ushindi mahali popote, mpaka kuwe na opposing force. Ili kuwe na ushindi wakati wowote katika maisha yako, ni kuwe na nguvu za kukupinga. Tuende vizuri. Rais wetu William Samoei Ruto alichaguliwa na kura nyingi, si kwa sababu ya watu wa eneo maalum, ni kwa sababu alitumia kanuni ya kupingwa kupata ushindi. Alitumia udhaifu wake wa wakati huo akapata ushindi. Na udhaifu wenyewe ni rais aliyekuwa mamlakani, ambaye ndiye alikuwa bosi wake. Kuna wakati alimtenga wazi mpaka Kenya ilijua. Wengine wanaita sympathy vote. Haitwi sympathy vote, ati kura za kuhurumiwa. Hakupita na kura za kuhurumiwa. Wakati unapotaka kufaulu, mpaka uangalie ni nguvu gani inayonipinga nisifaulu, utumie hiyo kama kigezo cha kufaulu.
ndoa yangu haifanyi kazi. Kwa nini haifanyi kazi hiyo? Kwa nini? Jibu lake, utumie hicho kigezo ifanye kazi. Kwa nini biashara yangu haifanyi kazi hiyo? Sababu kwa nini haifanyi kazi, utumie hicho kigezo, hilo jambo hilo, ili ifanye kazi. Hakuna ushindi kama hakuna kizuizi, na njia ya kufaulu ni upingane na kizuizi. Kikiondoka ndio maana kufaulu. There is no victory without resistance, and the way to win is to win that is the thing which resists. Wana uchumi wengi wanajua huwezi kuinuka kiuchumi wakati uchumi uko stable, uko sawa sawa. Watu wanainuka kiuchumi wakati uchumi umeanguka. Wakati uchumi umeanguka, gharama ya maisha huwa haiko juu, ndio uchumi kuanguka. Kinyume na watu wanavyofikiri uchumi kuanguka ni vitu viwe ghali. Uchumi kuanguka ni vitu viwe rahisi, kila mmoja awe na uwezo wa kuvipata. Ndio maana ya uchumi kuanguka, kwa sababu pesa huwa iko nyingi mikononi mwa raia, inaofanya uchumi unakosa nguvu kushindana na soko la kimataifa. Kwa hivyo wakati huu dunia nzima inahisi mfumuko wa bei wa mafuta. Wana uchumi tunasema uchumi umeimarika. Kwa hivyo wakati uchumi kama umeimarika, huwezi kufaulu wakati wa season ya uchumi umeimarika. Mpaka uchumi uwe umeanguka ndio unaweza kuimarika, unaweza kufaulu kiuchumi. Kwa hivyo kufaulu kokote ni mpaka kuwe na kigezo kinachokuzuia usifaulu. Hasa watu wengi hawajafundishwa ya kwamba kufaulu kokote mpaka kuwe na kitu kinakukinza, kinakuzuia. Leo wengi waliooa, ukiwauliza walioa umri upi, atakwambia nilioa umri wa udogo sana. Ukimuuliza sababu yake, atakueleza sababu ya kitu kilichokuwa kinazuia sehemu ya jambo la maisha yake na familia yake. Kuna mwingine alikuwa atakwambia nilihitajika kwenda kusomea taaluma yangu nchi ya nje na hairuhusiwi mpaka niwe na mke ama niwe na mume. Kwa hivyo nikaoa. Kwa hivyo kulikuwa kuna kitu kinanipinga. Kwa hivyo wakati unataka kuwe sawa ndio ufanye jambo, huwezi kufaulu. Hasa story hii ni nchi aliyokuwa Bwana Yesu anatembea na kufanya huduma, ni nchi ya Israeli ambayo ndiko alikozaliwa. Kulikuwa na watu wanampinga wa madhehebu ya Kiyahudi, wanaitwa Mafarisayo na Masadukayo. Nafikiri sisi kama Wakristo wa Kenya hatuna upinzani sana kama Wakristo wengine katika mataifa mengine. Utaona kuchukiwa sana kwenye mitandao wakati kuna kutokea jambo la kanisa. Utasikia kila mmoja Kenya analaumu, na hawalaumu kanisa Katoliki. Wakisema kanisa lichunguzwe, hawasemi kanisa Katoliki, hawasemi Anglican, hawasemi SDA. Wanalenga makanisa ya kiroho because the spiritual church is a threat. Kwa sababu makanisa haya makuu hayakemei dhambi. Hayakemei dhambi. Wanapapasa tu kwamba hakuna shida, twende motoni vizuri na amani, kila mmoja anaweza kunywa, ukafanya usharati kidogo na ukaendelea, mradi tu je kanisani, twende motoni sote kwa amani. Amen. Makanisa ya kiroho ni fire. Kwa hivyo kama unataka kanisa ambalo unataka likusemee maneno usikie raha yako, lakini ni ujue uende motoni. Makanisa ambayo yanaongea yale maneno unataka wewe, yako ni mengi. Don't stay in a place where there is no resistance. Usikae mahali ambapo hakuna nguvu inayokuzuia.
Ndiposa nyumbani kwetu, ili tufaulu, tuje tuwe responsible people, ni uwe na mzazi ambaye ni no nonsense. Kukiwa na resistance nyumbani, unajua kabisa hata nikifanya hivi nyumbani hapakaliki, wawa mtu wa maana duniani. Without resistance, bila kizuio, hatuwezi kufaulu. Kwa hivyo kanuni ya kwanza ya kufaulu, huwezi kufaulu kama hakuna kizuizi. Nataka kuoa, mpaka uwe huna pesa ndio uoe. Kama una pesa huoi. Kama hakuna kitu ambacho wasikia ukienda kinakuzuia mpaka nioe, hapo ndio utaoa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo Mafarisayo wakawa ndio kizuizi. Yaani Yesu ametenda mema, lakini hata kile mmoja anaona, lakini wanasema hapana. Hapana. Sasa kadri walivyompinga, ndivyo kadri alivyoongezeka katika umaarufu na akafaulu zaidi. Kwa sababu the time ukionja ufanisi, huo ufanisi mdogo unakufungulia mlango wa ufanisi mwingine. Hiyo ndio kanuni ya ufanisi. Huwezi kuamka leo ufaulu katika jambo bila kuanza katika udogo. Kitabu cha Ayubu kinasema usidharau mwanzo mdogo, maana kwa kuwa utakuwa mkuu. Kwa hivyo watu wengi wana ndoto hata kiuchumi, nataka nifaulu, niwe bilionea. Huwezi kufika huko bila kanuni ya kuanza mahali padogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapoanza kufaulu, hata nani asimame ufaulu, huwa kuna ushuhuda, hata mtu akaupinga hakuna atakayemsikiza. Kwa hivyo tuje sasa kwetu, nchi yetu ya Kenya. Tujeni. Nataka kuleta vitu na mifano yake. Watu wengi hawajui hivi sasa Kenya kuna jambo linafanyika, na hili jambo jinsi linavyofanyika, hakuna atakayewezana na rais, na hakuna atakayemuunga mkono rais huyu. Hakuna. The time ukisimama ukimtukana mtu katika ulingo wa kisiasa, unampatia kitu kinaitwa mileage. Unampatia kupendwa sana. Maana kizuizi humpa mtu kushinda. Kizuizi kinampa mtu kufaulu. Kwa nini? Kadri unavyompinga, anajua eneo analopingwa, anakazia eneo asilopingwa, aweke imara, halafu aje eneo linalompinga. Na kadri unavyompinga kiongozi, kule anakotoka unajenga ukuta mwenyewe mkubwa. Siku ukienda, hata hakuna anayekushughulikia. Na asili ya watu katika ulimwengu, tukiingia uongozi wa kisiasa, wakati unapoongea, watu wanasikiza maneno yako. Wanaweza kujua huyu jamani fala, ni mpumbavu sana, na hata kuambia. Lakini utajua wakati unapoenda debeni, huu mdomo unaweza kuonekana mpumbavu na watu hawatakwambia, wakawa wanakusifu kwa mtandao. Sarakasi iko kwenye debe. Wewe utalia siku hiyo. Kwa nini? Usicheze na mtu aliweka alama inaitwa mark. Hiyo ndio sababu Daudi alipokuwa anaandamana na Goliathi, alikuwa na ushindi hapa nyuma. One victory leads to another victory. Ushindi mmoja huongoza katika ushindi mwingine. Maana ushindi wa kwanza huwa umetengeneza utamaduni wa kushinda. Umetayarisha mwamko, kasi ya kutoogopa tena. Kwa hivyo, kwa mfano, na tuchukue hivi kwa mfano, uchaguzi uliopita mdogo. Wale ambao wamesomea mambo ya political science wanajua usidharau kiti cha MCA kichukuliwe kwako kwenye eneo lako. Ni alama ya kuwa umeshindwa tayari. Umeshindwa tayari. Wale wanaotukana huwa ni baadhi ya watu wajinga. Wajui. Huwezi kushawishi watu kupigia mtu kura kwa kutukana wale ambao ni wa upinzani, wale ambao unawapiga. Kwa hivyo tukija Kenya, mimi nawaambia, si ati mimi ni pastor, nawaambia kulingana na kanuni ya kufaulu. Wacha hivi upinzani unalegalega, hata wakashikana wote wakawa very strong, umwangusha Ruto
ni ndoto ya maiti aliyekufa, basi anaota. Na kama maiti hawezi kuota, it is impossible to unseat President Ruto. What? Because of the principle of victory. Kwa sababu ya kanuni ya ushindi. Kanuni ya ushindi huwa inaacha alama, huwezi kuifuta. Kanuni yoyote ya ushindi huwa inajengwa na matukio uliofaulu tayari, ambayo hakuna mtu anaweza kubishana nayo. Kwa hivyo Mafarisayo walipokuwa wanampinga Yesu, walikuwa na kazi ngumu, kwa sababu kulikuwa na evidence kwenye ground ambayo huwezi kuipinga. Na ushahidi huu ni mtu aliyezaliwa kutoka tumboni mwa mama yake ni kipofu, na watu wanamjua alikuwa omba. Na hivyo Yesu hakuna mahali twasikia aliwafuata Mafarisayo wakamwambia, msichezee na muujiza wangu. Alinyamaza kwa sababu kuna muujiza, kuna alama ameacha, hauwezi kuifuta tena. Na ndiposa kipofu anasema, kuanzia hapo sijasikia, maana nilikuwa sioni, kwa hivyo nilikuwa nafanya kutegemea kusikia. Tangu hapo sijasikia mwenye dhambi akifungua macho kipofu. Na hata nyinyi mnaojifanya wenye haki sijawasikia pia. Hayo nayaongea kwa sababu ya hiyo context, muktadha wa maandiko. Kwa lugha nyingine, basi kama huyu ni mwenye dhambi, amenifungua macho, nyinyi ambao hamna dhambi, na nilizaliwa nikakuwa hapa mpaka niko barobaro, mbona hamkunifungua macho? Kwani kuuliza mwataka kuwa wanafunzi wake? Kwa nini? Kwa sababu kuna muujiza ulio dhahiri umetendeka, na kuna ushindi unaopiga kelele. Biblia inasema kule mwisho, na kila mahali alipoenda Yesu, watu katika Yudea, Galilaya na Samaria, na katika miji ya Dekapoli na Fonike, watu wakavuka mito, wakaja wakakusanyika maelfu na maelfu. Maana ushindi hupiga kelele, maana ushindi huacha alama, na mahali mtu alipoacha alama hata ukampinga, ushindi wa kwanza umeongoza kwa ushindi mwingine. That is why hakuna atakayemng'oa Ruto. Kwa nini? Anaacha alama ya barabara, anaacha alama za hospitali, anaacha alama za masoko, anaacha alama ya affordable house. Kumng'oa ni ngumu. Ni katiba peke yake akiamaliza miaka 10 ndio aondoke. I'm not preaching politics. Ninahubiri kanuni ya ushindi ambao lazima nitumie mfano wa taifa letu. Hiyo ndio sababu ukianzisha biashara ndogo ikifaulu, uoga wa kufaulu umetoka, hofu ya kwa sitafaulu umekutoka, kwa sababu ushindi mmoja hukupatia kasi ya ushindi wa pili. Kwa hivyo kuanzia sasa tunapotoka hapa, jifunze wakati wowote unapofanya mambo yako, usifanye jambo ukaliacha katikati, na kama halina maana usilipe wakati wake. Kama hili jambo halina faida yoyote, usilipe wakati wako. Na kama wokovu pia hauna faida ya milele, usiupe wakati wake. Kwa nini sisi tumeacha vyote tunamfuata Yesu? Kwa sababu kuna alama Yesu aliyoacha. Aliacha kanisa na ushuhuda ya kwamba kila okokaye anabaki na ushuhuda. Sisi ni ushuhuda uishio. Maisha yetu yako tofauti na watu ambao hawajaamini. Hata kama mtu ana mali na wengine hawana mali, lakini ana Yesu, aliye na Yesu ana amani. Ni ushuhuda ambao haupingiki. Kuna ushuhuda uishio katika kila taifa ya kwamba Yesu anaendelea kushinda na watu wanaokoka, maana sisi ni mashahidi wa jambo hili. Ushindi huacha alama, na alama hiyo huwa haipingiki. Namaliza na kusema hivi: wakati unapotaka kufaulu katika jambo lolote, ili utimize kanuni ya kufaulu, una kanuni inaitwa kanuni ya kukazia, kutulia na jambo moja, the law of concentration. Wakati huu wanafunzi wenzangu, kuna wale watamaliza mwaka ujao, kuna sisi tunamaliza mwaka huu. Mzazi anakulipia fee
utaona ana pesa nyingi sana. Kwa nini? Ameacha kila kitu, anatumia the law of concentration. Kila kapeni anajinyima, anamwaga huko. Wewe unaona ana pesa nyingi, halafu jinsi ulivyo mwerevu wewe, umpita mzazi wako, umeenda huko, umeacha jambo lilopelekewa huko unalolipiwa fee. Mzazi wako hakulipii ushikane na marafiki. Waenda huko, waenda anzisha yako wewe, maana wewe ni mwerevu kuliko mzazi wako. Unaanza sasa kujifanya rui, maana wewe ni lumbukeni, hujaona wasichana tangu kuzaliwa. Wewe ni lumbukeni, hujaona wavulana tangu kuzaliwa. Hata kwenu hakuna wavulana. Kwenu wavulana wote ni mdogi, kwenu wasichana wote ni kamudogi. Wewe hujaona. Kwa hivyo unaenda kuacha mambo ya kusoma, unajifanya sasa umerevuka, wewe ni rui. Mpaka huko sasa uniform sasa ndio attention yako, si kitabu. Sasa ukiingia unaweka suruali hapa. Ukiona mwanafunzi attention yake ni nguo za kuvaa za shule, wewe wapoteza wakati wako. Regesha yeye, nunulia mkokoteni wa maji au maji. Unapeleka nugu shule, unapoteza pesa zako na ng'ombe. Rudisha huku, atafuta pikipiki, aendesha pikipiki na wenzake. Hii akili ili ufaulu ni husishwe na ushindi huo. Huwezi kuenda shule halafu attention yako itoe vitabuni kweke suruali. Unaanza kukopi ujinga, unaanza kufunga troza, unaanza kuleta skatina kwa huku. Hii ni pumbavu. Kama rais wetu marehemu Kibaki anasema hii ni jinga, pumbavu tu. Huwezi kufaulu kama wakati unapofaulu wewe attention yako inakuwa divided, unavutwa na mambo mengi. Hili ukiliona unalipenda, hili ukiliona unalipenda. Haya, shule ulipelekwa wewe ukaanzisha marafiki huko, mpaka unaweza kutoka shule uje ufunge safari uende kwa rafiki zako Kikambala. Wakati gari unaenda Nyahururu kwa rafiki. Mzazi hakukutolea pesa ukashikane na marafiki kutoka Nyahururu hapo shule. Then kitu ni hiki, wakati unapoanza kufeli, maana form 1 ulianza kupiga mabii, ulipofika form 4, form 2 ukaanza kuona mambo yamebadilika, maana subject yanakomaa. Sasa subject yanakomaa. Jiulize, wakati ulipopiga B form 1 na masomo yalikuwa mengi 12, ulikuwa unafanya nini? Hicho ulichokuwa ukikifanya, na hivi sasa ukaanza kuteremka kutoka B mpaka ukaanza kuingia masi. Sasa ulikuwa ukachukua mwenyewe report form ukapeleka kwa mzazi, hivi sasa hata humwambii mzazi, na ukichukua na rarua tayari, maana ulitoka B form 2 ukaenda kwa bracket za C. Sasa umefika form 4 uko kwa bracket ya D. Subject nyingine unasigonga E. Na ukiangalia kuna mambo ulitia pale katikati. Sasa wale tunaofanya mtihani sote mwaka huu, bado wakati huko, wachana na vile vitu ulianza kujiingiza navyo, na hata sivyo unavyolipiwa fee. Hakuna kufaulu kama kanuni ya kuacha haiko. Kwa hivyo kama kuna mambo mengine wewe huachi, huwezi kufaulu duniani. Ndiposa neno la Mungu linazungumza habari ya kanuni ya kuacha, kama hakuna mtu anayeweza kufaulu akitumikia mabwana wawili. Utapenda huyu ukatae huyu. Ni sawa, ni uchague. Kama nyinyi mnasoma wakati huo concentration yako ni kusoma, toka nyumbani njoo nyumbani kama mjinga. Kaa nyumbani kana kwamba ni msichana nao. Tulia hapo. Ukitoka nguo zinazogusa mwili wako ni uniform for the past 4 years. Ukitoka ukivaa unavaa uniform za kukalia chini na kitabu. Kuwa gali mitaani. Kama wewe unasoma lakini huko mitaani hata unaitwa bamzee. Likija libaragaza la KCSE utatangaza. Utaanza kuweka kwa mitandao na kusema kila mmoja kuna mahali Mungu alimwekea. Wapi? Wapi alipokuwekea? Wapi alipokuwekea?
Kanuni ya ushindi mmoja hukuelekeza kwa ushindi mwingine. Kanuni ya kufeli sehemu moja ni kanuni inayokualika kwa kufeli kwingine. Feli masomoni, wa feli maishani, feli wokofuni, unafeli kila mahali. Kuna kanuni zinashikana, zinafanya kazi pamoja. Kwa mfano, kijana aanze kuto kusikia nyumbani, anakanywa, hasikii la mtu yoyote, utaanza kumuona kanisani anaanza vituko. Kwa nini? Anajua kanisani neno lenyewe ni kanuni za kukanya. Mchungaji ni element iliyosimama kukukanya, na hawa wote wanakukaidi katika kufaulu. Na watu wengi kwenye makanisa ya kiroho hawapendi, kwa sababu wanapenda kuwa nasty. Kwenye kanisa la kiroho linalohubiri neno la Mungu, mchungaji ni mzazi, hakunasi, hakuambia maneno unapenda. And that is the real church. See, mwaka huu Bwana atawabariki. Nigeria ndio imeharibika. I declare that you are going to win. How? Biblia inasema nitaomba kwa roho na akili. Vitu hivi viwili ni vishirikiano kuendesha maisha. Akili na roho. Nyinyi mnaoshiriki kanisa hili, mwaka huu ninawatabiria Bwana atawabariki. Vipi? Maana huyo Mungu aliyesema kubariki nitakubariki, hakuanzia kubariki nitakubariki. Kuna mahali alianzia huko. Mtakapoangalia kwa makini kuzishika sheria zangu, ambao ni neno lake, ndipo nitakapowabariki mtakapotoka, mtakapoingia. Chochote mtakachokigusa kitabarikiwa. Sisi tuacha huku, tuende huko kwenye matokeo. Natangaza utabarikiwa, natangaza mtainuliwa. Usidanganye watu. Na hiyo ndio sababu waumini wa makanisa ya kiroho ndio waumini wajinga na maskini. Ni nani aliyekwambia ya kwamba ukitoa pesa kanisani maana ya baraka ni zikaongezeke? Kwa nini uchawi? Kuna kanuni inayosema ukitoa utabarikiwa. Manake ni pesa zinaitikia kanuni ya kuingia na kutoka, kwa sababu pesa ina kiungo kimoja kinaitwa thamani. Value ya pesa ni kadri inavyotoka na kuingia. Hiyo ndio sababu kuna kitu kinaitwa financial cycle, mzunguko wa fedha. 100 ina thamani wakati ikija kwako ni itoke iende kwa mwingine. Hasa mzunguko huo wa hiyo 100 unaacha thamani miongoni mwa wale ambao hiyo 100 imetembea. Kumaanisha haikutoki mpaka upate thamani ya 100 kwako. Ndio maendeleo yanapanuka. Kwa nini? Fedha inazunguka. Sasa wewe kazi yako ni uchukue fedha uweke. Na hii ndio sababu kuweka fedha kwenye akaunti ni njia moja ya umaskini. Kwa sababu banki ina raha, kwa sababu wanajua wanadili na wapumbavu ambao hawajui mambo ya pesa inavyoenda. Banki haiweki pesa zako ili ukizihitaji uje uchukue. Wanajua ili pesa iwe hai ni itumike. Kwa hivyo zangu nikienda nikiweka pale, mwingine aweke pale, hana haja nazo zifanye kazi, wanachukua wanakopeshana. Mara unasikia wameenda kufungua benki nyingine Kawangware, wameenda kufungua benki nyingine Kogalo, wameenda kufungua benki nyingine Garsen. Wewe ni ukishikwa na haja waende ukatoe utumie. Na akaunti zifungue hata 5, maana hata mimi nilizifungua zikawa 8. Nikazifunga zote. Sijasema usiwe na akaunti, lakini ni kuwe na lengo. Lengo liwe kufaulu. Nataka kufaulu kifedha, sawa? Kwa hivyo nafungua akaunti, lakini naweka pesa zifike kiwango fulani kwa muda fulani, ili nizichukue hizo fedha nikaziweke katika mchanga wa rotuba zizae. Kwa sababu tukiingia katika ulimwengu wa fedha, fedha ni mbegu inayoweza kuzaa kama mbegu nyingine. Tofauti yake, mchanga wake ni uwekezaji, investment. Si mchanga huu.
Kwa hivyo mimi nikichukua shilingi 2,000 nikiweka kwa akaunti, halafu mwingine achukue shilingi 2,000 akanunue mbuzi, huyu wa mbuzi ni tajiri, mimi niliweka shilingi 2,000 bank, ni maskini. Kwa nini? Ile pesa hii itazaa. Hii 2,000 baada ya muda hizi hawezi kuzitumia, maana hawezi kuchinja hii mbuzi. Mimi zile 2,000 nitatoa nitumie 2,000 zake, na anaweza kupata 2,000 nyingine akanunua mbuzi, nikaenda nikaweka nikazitoa. Mradi watu wa banki wanajua njia moja wapo ya kumfanya maskini atoe pesa haraka ni umpe ATM card. Alafu ambaye pin number ni hii. Akienda pale tena. Alafu hiyo mashine inakuita jina lako. Welcome Linet. Hata mashine inanijua. Weka pin number yako. Unataka ngapi leo ukajivinjari? Na sasa ni werevu, hawakuachi wewe utie kiwango, wanakuwekea taricho kiwango. Mashine inatoa kuanzia shilingi 5,000, 10,000. Kwa sababu waliona ile kukuacha utoe shilingi 2,000, riba wanaokata ni ndogo. Hii mashine hii tafadhali mteja inatoa pesa kuanzia 5,000, hata utaona 5,000, 10,000. Na wanaweka mapande makubwa makubwa. Kwa hivyo ukigusa hapo 5,000 ukifanya hivi unasikia karibu mteja, wanasikia raha, maana wamekunywa. Tena ina hesabu. Walia sasa hivi aliyenunua mbuzi amewekeza katika mchanga wa rotuba wa thamani. Baada ya muda, hata kama atachukua muda, anangojea matunda ya mbuzi. Siku akionja tunda la kwanza ni ushindi, unamwelekeza kwa mbuzi 10. Akitoka kwa mbuzi 10, amejua kwenye mbuzi kuna fedha, anaongeza mbuzi 10. Baada ya muda utamkuta ana mbuzi 1,000. Hizo mbuzi zinamfanya anunue shamba. Yuko mbali tayari. Mimi na wewe ni tuende tukaweke kwa akaunti, tutoe tule. Sasa tuko kwenye mzunguko wa kutafuta kwenda kuweka na kula. Haina haja ya kwenda kuweka. Chukua mkebe wa kimbo, weka humo, chimba chini ya gongoti la kitanda, zikaweka hapo, ili ukiwa unataka fungua pale. Sasa kama ilivyo vigumu kwangu na kwa watoto wangu, hata nyinyi vigumu. Watoto wangu walichukua mimi, maana kuna wakati nilienda nikanunua kibox kile cha mbao wakapenta. Nikawa nakunja 100 naweka 20. Mama Sara, mtoto wako. Nazunguka huko, na nikifika nyumbani kabla sijafanya mambo tu na kichukua nafanya hivi. Hatari si hatari? Hatari. Mama Dama haikumaliza mwezi mamangu, nilikitia nyundo. Nilikichapa nyundo, nikatoa nikahesabu zimefika 3,000. Nikajipa raha mwenyewe. Nikajipa raha mwenyewe. Watoto wangu nao wamefanya, mama yenu ndio yuko tofauti, lakini nikajipa raha mwenyewe. Watoto wangu nao wakakaa hapo wakatengeneza cha usijui walinunua. Ile jamaa akaenda kutengeneza, akaweka hapa, akaja akakichapa nyundo. Mama zangu nao, watoto wangu wa kike nao wakatengeneza, wakaweka hapa. Chapa nyundo. Swali ni, kama zile 3,000 ningenunua kuku, nikanunua keji ya kufuga kuku, ningekuja nikatoa wale kuku nikachapa nyundo. Sasa kuna vitu ukiwekeza mali yako huwezi kutumia, inakuzuia, hivyo vyenyewe vinakuzuia. Kwa hivyo kanuni ya kufaulu ni ujiulize, mahali ninapowekeza, je, patanizuia nisitumie? Lakini hiyo ni ya siku nyingine. Kanuni ni kila mmoja anataka kufaulu katika maisha, na hivyo kama huna historia ya kufaulu, huwezi kufaulu. Kwa hivyo jambo la kwanza, jenga base, msingi wa kufaulu. Onja matunda ya kufaulu sehemu moja, halafu itakuongoza katika kufaulu kwingine. Jambo lingine sasa ninalomaliza ni hivi: usicheze na watu walio na historia ya kufaulu, hata ukawapingaje watoka kitubu. Usiende kwenye kanisa ukaliona linapendeza kama hili na lengine,
ukaanza kutokwa na jicho na pesa zinazokusanywa, na ukapiga mahesabu, hapa kunaonekana kunatoka pesa nyingi sana. Hasa ukaanza kuangalia hawa wenyewe ni kana kwamba wamelala, hawa wenyewe ni kana kwamba wamelala, na wewe ukaja ukazusha baadaye, baada ya muda ukumbuke hata ukatoka, hutatoka na watu. Kwa nini? Watu hawamfati huyu pasta, wanafata alama ya ushindi ambao ameitekeleza. Na hiyo ndio sababu kutoa mshirika wa PCEA utakuwa umefanya kazi. Kwa nini? Kuna alama za ushindi zimepandwa na PCEA Kenya. So unaona kuna watu walijaribu hapa wakashindwa. Kwa nini? Kwa sababu watu watakusikiza, lakini hatimaye watajiuliza, una nini ulichokifanya ambacho kinaweza kutushawishi kukufuata? Wanangu, usijaribu kupinga mtu aliyefaulu. Mtu aliyefaulu alionja ushindi, huwezi kumshinda tena. Kuna watu wanasema huku Afrika rais akipita mara ya kwanza huwezi kumng'oa tena mamlakani. Na hii ni ibadilike. Wewe unaota na unasumbuliwa na ujinga. Umetoka na kadigrii kako university, unaona kila mmoja ni mpumbavu. Ogopa watu walio na historia ya kufaulu. Mtu akifaulu mara ya kwanza huwezi kupingana naye, mwache amalize. Huwezi. Mtu akifaulu ana ushindi wa kwanza, unamwongoza kwa ushindi mwingine. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa nini nahubiri na nguvu? Nina historia ya ushindi, na hivyo hakuna kitu kinanibabaisha mimi. Watu wakisimama na kunipinga sishughuliki, kwa sababu kuna ushuhuda unapiga kelele, ushuhuda wa huduma yangu. Na ili watu wakusikize, ni ufanye jambo kupita nililolifanya ndio watu wakusikize. Lakini hivi unakuwa na kazi ngumu sana. Inaitwa kanuni ya kufaulu. Kwa hivyo kama utakuwa mchungaji, alama moja ya watu wakufuate, fanya mambo watu wayaone. Si kanisa limeanzishwa lina miaka 6, hakuna mabadiliko yote yamefanyika. Mumeoana, hakuna kitu kinaendelea hapa kwa hiyo ndoa. Wewe tangu kitambo kazi ni pesa, zikipatikana mama ni kutafuna tu, kutafuna. Mnafungua milango mwanamume aende nje. Kitabu cha Wimbo Iliyo Bora kinamwonyesha mwanamke hutafuta shamba akainunua, kwa sababu mwanamke ni inventor, halafu ni investor, ni mwekezaji. Na ukisoma kitabu cha Mithali mlango 31 inasema, mpe mali mkononi mwake, mtie nguvu mwanamke aliye mwema, na atafanya maajabu. Ndoa nyingi watu wanasumbuana kwa sababu utamaduni wa Kiafrika, msichana akiolewa na akakaa afate kula. Huko olewa kwenda kukaa, wala huko olewa waende ukazae watoto. Ndoa ya Kikristo iko kamili bila watoto. Watoto ni baraka. Ndoa ya Kikristo mwanangu iko kamili bila watoto. Lakini ndoa yoyote ya Kikristo ama isiyo ya Kikristo itayumba baadaye ikiwa hakuna mabadiliko kwenye hiyo ndoa. Mimi na mama yenu tumeoana, hatuna elimu, tuzae watoto tusishughulike. Hiyo ndoa haina maana. Hiyo ndoa ni mochari hapo. Mnazaa maiti nyingine na mnaongezana maiti nyingine hapo ndani ya nyumba. Ni tumeoana, hatua inayofuata si kuenda bichi na kupiga picha mmevaa visuruale vya huku na kuingiza mitandaoni. Ni upumbavu huo. Ndoa ina level zake. Kuna uchumba na ndoa. Tukimaliza tunakaa chini, kilichobakia ni kuingia kwa investment, uwekezaji. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya mtu bila ushindi yanakuwa bored, yanasinya. Ni kuwa na mabadiliko mwaka baada ya mwaka, kuna change, kuna growth ndani ya maisha yako. Hata mtoto ukimzaa, kama umebarikiwa na mtoto akiwa na miaka 12 bado kanalia, mutapanga na bwanako mkatupe baharini. Vinywele bado ni vile vile kalizaliwa nako nini, miaka 12. Hata utakuwa na aibu naye kubebana na yeye. Kila wakati utaweka huko ndani uandike mzee amwangalie, na kila wakati unaomba Mungu, siombe aende lakini angalau
majaribu haya unaepushe na. Kama hakuna ukuaji wowote katika ndoa, hiyo ndoa imekufa. Hiyo ndio sababu mwaja mwasinyana, mwaja mwapigana. Mkioana mwaka wa kwanza usiishe, ni miezi michache, nendeni bichi mkatulie huko. Honeymoon imeisha, kaeni mezani. What next? Nini tena? Na kitu cha kwanza cha kuzingatia ni imani, kwa sababu ndio ramani yetu ya kimaisha. Hivyo kama unaolewa na mwanamume ambaye hata hajielewi kiroho, wewe jua mwenda kusumbuana, kwa sababu wewe una nuru, unamwambia twende hapa, anasema hutaniongoza wewe. Hivyo kigezo cha kwanza cha kufaulu ni mwe mnaamini kitu kimoja. Biblia inasema hivi, nuru na giza haziwezi kushikana. Kwa sababu tukiwa tuna share imani, tunaweza kukaa mezani. Harusi imepita, umemaliza, mama nataka kidogo nikutembeze ndani ya kama wiki chache tu, ni sawa, na tukae chini sasa na tuzungumze kuhusu imani. Mzungumze mpatane katika ndoa yenu. Mumalize, nasema sasa tuende kwenye pesa. Na kwenye pesa mnaanza kuzungumza kuhusu matumizi. Si nyinyi, ni nyinyi wawili mnachapa 3,000 kwa siku. Nyinyi ni nugu kabisa, mnachapa 3,000. Huyu Sam na mama Eliza ni mfano mzuri sana. Yeye kadri ninavyohubiri anachukua, anaweka hii maneno in practical. Kuna mhubiri mmoja sitasahau, nilihubiri siku moja nikasema, mahali popote utakapoenda, utakapokanyaga mguu, afanye kwenu nyumbani. Ukitoka hapo ukienda fanya kazi Kisumu, hakikisha unapata hata kama nikaplot kadogo. Hivyo ndivyo mtu mwenye akili alivyo. Sasa ukakae huko miaka 10, wewe unarentisha tu. Una adabu wewe? Kuuliza una adabu? Halafu wanangu, huwezi kufaulu kama leo unaishi nyumba ya between 13,000 and above. Halafu upige hesabu income mnaopata. Na watoto wanakuja hapo wanaenda katika elimu. Mtu mwenye akili hajionyeshi. Matajiri hawajionyeshi. Wanaoishi katika ndoa zilizofaulu hawako mitandaoni. Hawaposti maneno ya ndoa. Wanaposti maneno ya ndoa ni watu ambao hawajui mambo ya ndoa, wanatatizana huko. Mkiwa mmetulia, mko busy na kungangana na uchumi. Utaenda kwenye mtandao sema, this is my hubby, this is my boss. Mumeona mama Juliana akituma bwanake huko kwa mtandao? Hata siku nyingine wakiamka wanapishana, hawaamshani, ndoa imekomaa. Sijamwona mama alituma siku moja tu mama Sara, wakati mzee amefika siku ya birthday yake. Hata yeye mwenyewe hajui. Tangu hapo sijaona tena. Hawashughuliki, ni ndoa ambazo zinaendelea. Ni sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutamanini kufaulu katika maisha yetu. Na fanaka ya kwanza ni fanaka ya kiroho. Faulu na Mungu mwanzo. Maana kila anzaye na Mungu, kokote Mungu anakutangulia, anakaa mbele, kando na nyuma. Ukiacha Mungu kando, wapiga mbio zisizofika mwisho. Maana kufaulu, wanangu, si kuwa na fedha nyingi. Kufaulu ni kuwa na mwenye fedha zote. Kufaulu kwanza kupatana na mwenye mali zote duniani, ambaye ni Mungu. Anatuliza moyo wako na unaanza kuishi vizuri katika mipaka ya Mungu. Huko kwingine unafaulu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neno lako la uzima ambalo umetufundisha kanuni ya kufaulu, ya kwamba ufanisi mmoja hutuongoza katika ufanisi mwingine. Na mahali kwa kuanza ni tuanze na wewe, mfalme wa ufanisi. Ninakubariki mchana wa leo kwa sababu ya neno hili. Na wale wote tumeshirikiana siku ya leo, ukawabariki pia. Neno hili likatumike maishani mwao, ili wakajue neno la Mungu ndilo linaloongoza maisha ya watu duniani. Wakati tunapozungumza habari za ufanisi, maombi hayaelekezi mtu kufaulu, lakini maombi ni uhusiano wetu na Mungu wetu. Kwa hivyo kuanzia siku ya leo, Bwana, ukatupe hekima ya kujua kanuni za kutufanya tufaulu.
Wakati tunapoomba, kuna wengine tunashirikiana katika ibada hii wakiwa wanatufuatilia katika mtandao na hujamwamini Yesu, hata bidii zako hazitafaulu. Kubaliana na Bwana wa ufanisi. Jifunze na wewe kanuni zinazoongoza maisha ya watu. Kwa hivyo nataka tuombe na wewe ombi la kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alafu tutafuatilia ibada za Betheli na tutakuwa kila wakati tukikulea katika neno la Mungu. Kwa hivyo omba na mimi, fuatilia nyuma yangu ombi nitakaloomba. Sema: Bwana Yesu, naja kwako leo. Nimesikia neno lako na leo naokoka. Mimi ni mwenye dhambi. Futa jina lako katika kitabu cha dhambi, liandike leo katika kitabu cha uzima. Nafurahi kwa sababu nimeokoka. Baba, nakushukuru kwa wale waliokupokea kama Bwana Mwokozi wa maisha yao. Tutawalea kupitia huduma ya mtandaoni. Nenda Bwana ukawape kuungana na sisi kila Jumapili wakati wa ibada zetu, tukawalee na kuwaongoza katika kanuni za maisha. Bariki wote walio hapa, na kukiwa na mmoja ambaye ni mgonjwa hasikii vizuri, mfungue na kumkomboa. Tunapoachana, amani yako ikatutangulie. Tembea nasi kila mahali tutakapopita. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Turishirikiane kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi sote sasa na hata milele. Amen. Na wale tunashirikiana sote katika ibada hii, nataka kwenda kumtolea Mungu, na kama unataka kumtolea Mungu utaona namba zetu hapo. Kwa hiyo screen utatuma katika namba hiyo ushiriki pamoja nasi baraka hii. Kwa hivyo tunataka kwenda kumtolea Mungu sadaka zetu, tena baadaye tukaachane. Karibuni na Bwana wabariki.